Sio kasikia wanasema matusi na ukarudisha matusi kama wao. Come on, understand yourself. Jielewe, you are not like them. Umeitwa na mtu wa kipekee. Maandiko yanasema kwamba we are chosen to, sisi ni taifa teule. Bwana nisaidie nipende macho hivi. Sisi ni taifa teule. Kwa nini Mungu anatuteua? Kuna kazi spesheli Bwana anatuwekea. Haujateuliwa ulale, haujateuliwa ukose kwenda kanisa Jumapili sababu kuna mvua. Umeteuliwa kwa kazi spesheli kwa sababu wewe ni mwana wa nabii. Sema amen. Na umelia kanisa iliyo hai. Sababu mimi niko hai, sijakufa. I'm preaching to the living church. Praise the Lord. You know, unajua nimehubiria mataifa na sasa leo hata hapa nimekuja bado injili inaendelea. Amen. Wana wa manabii walikuwa wanaishi pamoja. Hebu nikuulize wewe, usinijibu, lakini unaishi na kina nani? Tabia ambao tuko nayo ni kwa sababu ya wale mnaoishi na wao. Poleni sana, nafundisha tabia tutakao kuwa, hata maongezi ni yale ambao umejifunza kwa wale unaokaa na wao. Kama utakaa na watu watukanani, hautakosa kutukanana kwa sababu unapokea kile kwa wale ambao unakaa na wao. Kwa sababu ya hiyo wana wa manabii wakasema, tutakaa kivyetu. Sisi ni wana wa manabii, na kwa sababu ni wana wa manabii wakawa na maono. Hakuna mtu anayekaa chini na nabii hakose kuwa na maono. Kama nabii anaona, lazima utaona tu. Kama nabii ni kipofu, utakuwa kipofu tu. Mnasikia hapo? Mmesikia vizuri kama baridi imechacha? Praise God. Wakaambiana hapo mahali tunakaa wamekuwa madogo sana. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu aliye ndani ya manabii bado anafanya kazi ndani yao. Yule roho aliye ndani ya mtumishi wa Mungu lazima afanye kazi ndani yako kama umekubali. Wakaambiana hatapo wanajua. Wakaitana wakasema hapa mahali tunakaa ni padogo. Wakasema na sasa tuna jambo ya kufanya. Watu walio na upako na roho wa Mungu hawakosi njia. Wakasema twende katika mto wa Yordani kule, tukakate miti kule, tuje tumjengee Bwana madhabahu, tupanue mahali hapa, tukakate miti tulete. Na wale kuuliza, nyinyi ni wafugaji, mnafuga ng'ombe na kondoo, si ndio? Katikati ya ng'ombe ama katikati ya mchungaji na kondoo, nani uzaa katika hao wawili? Nani uzaa? Kondoo. Ni kondoo inazaa. Naye mchungaji kazi yake ni gani? Analisha kondoo. Na kondoo inafanya nini? Inazaa. Sasa wale wana manabii wamezaa, wana maono. Hawamwambie ati enda ukate miti. Hapana. Wao wanasema twende sisi wenyewe. Praise the Lord. Hakuna kitu kizuri kama kujielewa. Unajua wakati mwingine nasema mahali na nikakaa na
usijue mimi ni nani. Na nimekaa tu. Na sitakuuliza kitu tu, nimekaa tu. Amen. Lakini napenda kusikiza Mungu sana. Na mara tunasema wakasema twende, lakini kama hawajaenda wakatambua uwepo wa nabii katikati yao. Naomba nisikize vizuri, naweza nikamaliza end time. Hiyo ndio shida ya manabii. Kwa hiyo nakuja kuendeleza 10 na mimi namaliza. Wewe kaa tu pamoja. Amen. Sema amen. Amen. Wakasema katikati yetu kuna nabii Elisha. Halo. Hello. Utakaaje na pesa na wewe unalia? Si utambua kuna pesa pale na uweze kufaidika. Wanasema hatuendi peke yetu. Tuna nabii, tunamsii twende na yeye. Kutembea na uwepo wa Bwana. Walijua huyu mtu kile amebeba hawana. Wako na nguvu ya kukata miti, hata kubeba miti, lakini kuna nguvu ambayo hawana. Unaweza ukawa umesoma sana, ni sawa, tumesoma. Unaweza ukawa na pesa nyingi, ni sawa. Unaweza ukawa hata wewe una sura nzuri sana, ni sawa. Lakini kuna kitu nabii amebeba hauna, na utakihitaji. Hata giza ikuwe, hata mchana kuwe, kuna kitu nabii amebeba. Licha ya kwa vyote, kuna kimoja ambacho unakihitaji kwako. Sio kama mtu ananipata. Wanasema hata kama tunaenda kukata miti, tumsihi mtumishi wa Mungu nabii Elisha twende naye milimani. Na wakaomba kwa heshima, inawezekana twende na wewe? Akamwambia ndio, nitaenda. Halo. Unajua wakati Mungu anatuita atunaka uamuzi wetu. Akisema tupite hii njia, atukatai tunapita. Mbona ni Mungu amesema? Nabii akasema ndio, nitaenda nani? Yes. Ninawaona katika barabara wanabeba shoka, wanatembea, wanaangalia nyuma bado kama hako malirudi, wanasema hako kuendelea, wanaendelea. Anajua hata kama tunaenda milimani, hatuko peke yetu. Kuna mtu ambaye si kawaida ako katikati yetu. Yes. Kuna mtu anaweza akabadilisha hali na katikati yetu. Wanajua hata kutokea nini. Hatuko peke yetu. Kuna mtu anabeba mbingu, hakuna mtu anabeba upako, ako ndani yetu. Mpendwa, siku ya leo unapotambua nguvu ya Mungu, hautababaishwa, hautaogopa, kwa sababu kuna kitu mtu wa Mungu anabeba. Warogi hawatakutisha, maana mtu wa Mungu ako na wewe. Hata unapotembea hauko peke yako, hata unapokuona unasema bora atakufa, kwa sababu hauko peke yako. Yes. Sema amen. Amen. Wakaanza kazi. Najua mnafikiria kama ukisikia nabii, mnafikiria nabii anakaa mbinguni. Nabii akai mbinguni, anakaa hapa duniani. Mnafikiria nabii anakuja, mimi ni Mungu, baba Mungu bana. Anasema baba. Hata soka wako nao ya kuomba. Na huo baba wote, shoka wako nayo ni ya kuomba. Kwa hivyo unapoenda kwa nabii, sisi tukafikiria nabii huyu tunamwona hapa, ndio tunataka huyu, si anapeana huyu, tunakuagizia tunaona pokea. Amen. Ukweli ni kwamba ni binadamu, ni Mungu tu anamtumia. Tukubaliane hilo. Ameumba na damu na nyama, lakini tofauti, kuna kitu cha Mungu kinatoka ndani yake. Tofauti ndio hiyo. Amen. Amen. Shoka ni ya kuomba. Kwa unajua mbona umeokoka, kwa nini uko na shida? Kwa hivyo unaokoka shida kama misio mbinguni. Yesu mwenyewe anasema ndege wa angani wanaviota, wanyama wa mwituni wana mashipango zao, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kupita kichwa. Yesu mwenye anafufua nyumba ana. Pale mnataka kuwa manabii, msikie hiyo. Mjipange mapema na siwaogopeshe. Amen. Amen.
zikaisha mbinguni, akahamishwa kwa mwanamke mjane, akaambiwa nenda utakupata chakula na ng'ombe. Wacha niache hayo, Mungu nisaidie nipate line nyingine. Praise God. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba wakati wanakata miti, shoka ikaanguka katika maji. Mmoja akapiga nduru akalia la, na ilikuwa ya kuomba. Hakusema, yani tano ya kwanza kukumbuka, alijua ni ya wenyewe, si yetu. Lakini kumbuka, hata kama lilitumbukia kwa maji, mtumishi wa Mungu alikuwa. Unajua mtumishi wa Mungu anabeba mbingu. Anasema na kiwe hivi na kinakuwa hivyo. Mtumishi wa Mungu amepewa nguvu ya uumbaji. Anakutamkia kitu ambacho hauna unapata, kwa sababu amebeba mbingu. Akaulizwa, imeingililia wapi? Akasema imeingililia hapa. Nambia alikata kamuti kadogo, akawekelea pale, shoka likaelea kwa maji. Akamwambia chukua. Nataka niwapatie mwelekeo wa Kristo wa leo. Kile kinafanya mapepo wakupige vita, ulisahau uwepo wa mtumishi wa Mungu. Najua hapo hampendi kusikia, lakini naomba nimerudie tena. Kile kinafanya ukadirie maasara ni kwa sababu ulisahau kuna mtu ambaye si wa kawaida, ambaye ana neno kwa maisha yako. Kama wangeenda ule msituni bila nabii, hii shoka na ni ya kuomba, nani angewatolea pale? Hakuna. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Umetembea mara ngapi bila kutambua uwepo wa mtumishi wa Mungu? Mimi siongei juu ya wale waporaji, wale warogi tu kazi yao ni kupora na uongo na ujanja. Mimi siongei juu ya hao. Si mnawajua, si wako? Naongea juu ya kuhani ambaye Mungu amekupatia. Amen. Amen. Lakini Wakristo wa leo, panapofanyika jambo, twende milimani tukaombe, fasting. Tunaenda kunaomba, hata hawajui fasting inaomba vipi. Mimi siku nyingi usiombe, hata mimi naombaga sana kwa fasting na ziadanga sana. Lakini umewahi uliza kabla uchukue hatua, mtumishi wa Mungu amuuliza, Mungu anasema nini kunihusu? Punda za Kishi zimepotea, za Sauli zimepotea. Mtumishi akawaambia, wafanyikazi wake wakaambiwa, kwa huu mji kuna mtu wa Mungu na yale usema huwa yanatimia. Twende tukamuulize punda za mdosi wetu siko wapi? Kuelewa maana ya mafuta. Wakaulizana, tunapoenda kwa mtumishi wa Mungu tutabeba nini? Ninyi mnapoenda kwa kuhani wa Mungu, wewe mnabeba nini? Ni pasta wetu. Huyu anataka shinda, tutamkuta pale tu. Mlifunga pale na kamba mnamkuta. Simu nidulizie. Mungu wako na mlienda. Jamani. Halo. Wakachukua dhabihu. Wanaenda kuuliza punda ziko wapi? Lakini Wakristo wa leo, najua kuomba, twende tu tutaomba. Siku 3 tu kitambo ziishi, tutakuwa tumebarikiwa. Jamaa anaomba, anakuwa milima, anaondoka pale na mapepo, anaongezewa mapepo kadhaa. Kwa sababu haujawahi tambua nguvu iliyomo ndani ya mtu wa mafuta wa Mungu. Na wakati unapomwona wengine wanaangalia, angekuwa na Mungu, si angekuwa na kiatu kizuri. Hata kiatu chako ndio kizuri kuliko chake. Na vile amekula shinda akakuwa na Mungu. Sasa hapo ndio watu waliangukia mtihani. Halo. Nimekuja kuinua mtu leo jamani.
Amen. Nakuelewesha mafuta na dhamana iliyomo ndani ya kuhani. Najua ninapoenda mahali huwa ninatoa kile kiko ndani yangu, kwanza nipokee kile cha hapo. Napotoa kile kiko ndani yangu, sitakifanyisha kazi kwanza mpaka nipate kitu cha kunisaidia. Unapoenda kila mahali usiende kuambia unajua mimi naonaga mpaka pale. Wacha kierere bwana. Enda pole pole. Amen. Usome kwanza, upokee, ufanikiwe. Lakini usiende kwa kunjo. Unajua mimi niko na masomo mengi. Sasa ni sawa masomo, lakini si yako. Hiyo masomo inasaidia nani? Ni mimi. Si wewe. Hiyo pesa nyingi yako inakulama kwako ama ni Mungu? Si ni kwako. Sasa ukienda mahali unanyenyekea kwanza, upokee, usaidike. Unaweza ukaleta kierere kingi na kuna laini bana alikuwa analeta aondoe. Elisha akamwambia toa, akatoa. Wakaenda nyumbani na wakadiria hasara. Hawakwenda kuambia mwenye shoka ilipotea. Hawakuwekewa kesi. Kwa sababu uwepo wa mtumishi wa Mungu ulisaidia. Amen. Sio kila kitu kinahitaji maombi katika maisha na kufundisha. Kuna mambo mengine yanahitaji hekima. Walipokuwa wanaenda mlimani hawakusema tuombe twende mlimani. Walisema tumuulize mtumishi twende na yeye. Hekima. Na hiyo ndio unahitaji kama mpendwa. Unahitaji kuwa na hekima. Kuna mambo yanahitaji maombi, yanahitaji akili. Hello. Amen. Sio kila kitu kinahitaji unabii kama mtu. Amen. Kina mama wale ambao mna watoto wa Kristiano, unapopika unamwita anakaa pale jikoni, anaona vile kuna pikango. Hapo sio Roho Mtakatifu, hapo sio maandiko, unakaa na yeye pale, anajua inakoroga hivi. Siku ataoleka, utakuwa ushamsaidia. Kuna kitu umeingia ndani yake. Lakini sasa wewe tu unampelekea wewe kwa meza. Mama yako, baby girl. Pale kwa meza. Siku ataoleka na pato, unga chapati, apike chapati, anapika sima, unarudishiwa hapo nyumbani. Chapati sasa. Simeka mkoro. Sababu wewe tu ile jukumu ungefanya kufanya nini? Sasa simngenipikia kama kwa miaka nusu. Amen. Sasa kuna kila jambo na wakati wake. Amen. Na hilo jambo usipotumia wakati wake utaishi ukiwa uko kama confused, kwa sababu kuna jambo ukitumia vizuri. Hello. Wanafunzi hawa ambao ni manabii wamekaa kanjua, sio kazi anaambia tuambie hapa ni madogo. Hata sisi tuna hekima, tunajua hapa ni madogo. Lakini nabii ndiye anaelewa maono. Kazi ya wana wa manabii ni kushikilia yale maono, kubeba maono ya mtu wa Mungu. Wanafunzi wa Yesu wamekaa na Yesu. Yesu ametembea, miguu imetandikwa na vumbi, kwa sababu mnajua zile viatu Yesu alivalia. Sasa siku moja ukaja mwanamke aliyekuwa mwenye dhambi, akaangalia kwa umbali, wanawake wanapewa akili nyingine, akaona hii miguu ya Yesu hii miguu ya Yesu hii inahitaji huduma. Amen. Akachukua mafuta ya dhamana, mafuta ambayo sio shilingi 2, akamwaga kwa ile miguu. Akachukua nywele ya dhamana, na mwanamke ni ya dhamana, nywele ya mwanamke ni ya dhamana. Ukitaka mkosana mwanamke, cheza na nywele yake. Akateremsha nywele, akapagusa ile miguu. Kinahitaji akalalamika, hii tungeuza tupate pesa, mporaje tu, nataka iuzwe sababu ni mporaje tu, achukua bure. Yesu akawauliza, tumekuwa na nini hapa? Nani aliye
mtumishi wake anatumika pale. Ili siku moja tu alijaribiwa, lakini ni sawa. Amen. Mama mmoja amezeeka, hana mtoto, anaona tu Elisha anapita pale kila siku, anapita pale, akaambia bwanake, huyu mtu anapitanga hapa, anakaa mtu wa Mungu, sisi tumtengenezee nyumba. Nakwambia kina mama kuna akili nyingi, tumtengenezee nyumba na tumwekee ile lamp stand, ile ndio kabisa kitu cha kuangalia taa, na tuweke meza pale ndani, na tumpatie chakula ili anapopita apate mahali pa kulala. Wakatengeneza nyumba na kufundisha jinsi ya kutambua mafuta. Usije ukakufa na magonjwa na una mafuta. Elisha kapanda pale na kupumzika pale. Na kumbe Elisha huyu ni yule alikuwa na ng'ombe 24, lakini alipotaka afuate Elisha alienda akachinja, akafanya sherehe, alafu akafuata Elisha. Lakini sasa hata anakulala hana, hadi mwanamke mwenye amekaa bila mtoto ameona huyu mtu si tumtengenezea mahali, katengeneza. Siku moja kaambia mtumishi wake, nitende mama. Akaitwa, mama ni nini shida yako? Nakwambia unapomgusa roho ya kuhani, hata hauhitaji kusumbuka, ataona tu. Unapomgusa roho yake. Akasema, unajua nimezeeka lakini sina mtoto. Kaambia mwaka ujao wakati kama huu utakuwa na mtoto. Amen. Hata hajaombewa, amenenewa tu. Sasa unaweza kuwa leo unaningojea nikuombe. Pole sana mwanangu, jamani. Ninapohubiri ninakuombea, ungekuwa ushapokea kitambo jamani. Amen. Amen. Na kama vile nabii alisema, mwaka uliokuwa unafuatia akapata mtoto. Kwa sababu gani? Alienda fasting. Alienda kusifu. Kusifu ni kuzuri, lakini anatumikia nabii wa Mungu, akatoa vitu vyake, akajenga nyumba, sasa akapokea mafuta. That is the way you can tap the anointing. Kibasa, lazima uelewe utanyakuwa upako kwa jinsi gani. Halo? Maandiko yanasema kwamba yule mtoto akaenda dunia, na kwa sababu alipatikana kwa madhabahuni, kilichopatikana kwa upako hakitaisha, kwa sababu upako hauishi. Akamwambia mtumishi, mtoto amekufa. Akaambiwa, tulia bwana, usinipeleke haraka haraka, ngoja nifanye ya kwangu. Elisha akafanya mambo, mtoto akarejeshewa uhai. Pigia Bwana makofi. Amen. 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 Kutoka leo tamani kutumikia yale mafuta Bwana amekupatia. Najua wakati watu waliona Yesu ameozwa miguu, nasema mtu yule anaozwa na mwanamke maraya, kwani na bila kuna Roho Mtakatifu hao ndio ni maraya? Niwaulize, kwani hao maraya ndio wataki Mungu? Kwani hao maraya ndio hawanaje na Mungu? Na ndio manake wakati walimshika mwanamke kwa usherati, na hapo peke yake alikuwa na mwanaume, na kwa sababu mashaitani wao wako na ile roho ya kipendeleo, wakaachilia mwanaume mwenzao, kimbia tushike huyo tupeleke peke yake. Wewe tumekushika hapa, tuliambiwa tukipata mtu kwa usherati tumpige mawe akupe. Njoo hapa leo utajua ujui. Wakamshika mkono mpeleka, wakaambia Yesu, wewe ndio ulisema mtu apigwe jiwe na Musa wako, unasemaje mwalimu? Kwa Yesu sema tafanya sisi akachini na Yesu. Sasa Yesu akamwambia, anajiuliza huyu mwanamke hata kama ni haki alikuwa na maana zote peke yake. Wale na mtu peke yake. Sasa kama nani alipewa mema na Roho Mtakatifu hapo pale peke yake. Alitoa mema na Roho Mtakatifu Mariamu msafiri. Sasa itakuwa na mtangana na jinsi ilivyokuja. Akawaambia yule anajua hana dhambi, ana la kwanza wa kumpiga jiwe, na walikuwa wamejipanga mpaka wamekuja na mawe yao.
wasiopendeka. Halo. Yesu anapenda hata waliokataliwa. Lazima utambue kutumikia mafuta, na utakapoyatumikia yatakuwa ya faida kwako, sio kwa mtu mwingine, kwako. Amen. Amen. Isaka anamwambia Esau, hapo nimefika, nimezeeka, miaka yangu imeenda, naona duniani naondoka. Nenda kule mwituni uniletee nyama ya msitu nile nikubariki. Najua Isaka alikuwa na mifugo, lakini anataka huyu kijana angaramike. Anamwambia nenda ukawinde uniletee unipikie, na ninapokula nitakubariki. Kutambua mafuta, hata kama ni babake, lazima atumikie yale mafuta. Amen. Amen. Ile siku utagusa roho ya mtumishi wa Mungu, utakuwa umemgusa Mungu mwenyewe. Kuna mambo huwezi ukajifanyia unless upitie kwa mtumishi wa Mungu hakufanyie upatanisho, uunganisho. Lazima uunganishe. Wana wa Israeli wanauliza Musa, kwani huyu Musa tu ndiye anaongelesha na Mungu? Hata sisi tuko sawa tu na huyu Musa? No, tu mwanamke tu wa Ethiopia. Ethiopia ni hapa tu. Mungu aliwatandika kina Aroni na kina Miriamu wakashikwa na ukoma. Aliwatandika wakashikwa na ukoma hadi waliponyenyekea, ili wajue mtumishi wa Mungu ndiye amepewa ruhusa peke yake. Unajua shida moja yako ni gani? Unaenda kupigana na mtu ameshika bunduki na wewe umeshika kisu. Ameshika bunduki liko na risasi, lakini wewe umeshika nini? Kuna mambo mengine yamekuzidi umri wa kiroho, yanahitaji kuhani aliyepeana kwako ili akupiganizo vita. Halo? Wale mnainuka leo hii, wale mnafanyika watumishi, mtamani kukaa chini ya uwepo wa mtumishi wa Mungu. Huyo ndiye macho yako. Wewe sio kiwete, lakini umewekwa pale chini ili akusaidie, akufikishe pale, augejifikisha peke yako. Amen. Maana amebeba maono yako, mbeba maono, lakini unapompiga nawe utasaidiwa na nani? Kuna ibada huwezi ukajifanyia, zitamhitaji mtu wa mafuta wa Mungu akufanyie, kwa sababu ndiye Bwana anamweka mbele zako ili akuhudumie. Naomba usimame kwa miguu yako. Naomba usimame kwa miguu yako. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe. Haleluya. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe. Haleluya.
kitu ambacho si cha kawaida kuona yako amebeba. Oh, thank you God. Bwana asante.